mayai. Unampea layer chick crumb for 8 weeks. Sawa? The 9th week hadi venye anaanza kutaga unampea growers mash. Umeelewa? So akianza kutaga unampea layers mash. Umeelewa? But ujue kwa improved kienyeji kuko na both jogo na nini na muhera. Na hiyo slope ukiuzia tu kienyeji hawakuchagua lisa kwa 1 week 2 weeks unaweza pata kuselektia. But ukinunua improved kienyeji wanakuja mixed. Unaweza pata hata 50% jogo, 50% female. Na unataka kufuga hawa kuku kama wa mayai. Unaelewa? Wakifika ukianza ku identify jogo. Unajua hata ukipea jogo layers mashariki taga. Sawa? So wakifika stage ya kulay una select jogo unaweka kando. Sawa? Au unawapea kienyeji pellets. And then wale wamebaki depending na hiyo mayai unataka kufanyia nini. Kama ni ya ku-incubate ndio utabakisha jogo ile ya ratio ya 1:7. Sawa? But kama unahitaji mayai fertile unaweza toa jogo wote uweke kando, ubaki na kike kando walishe layers mash. Sawa? So ita depend mayai yako unataka kufanyia. Kama unataka kuhatch lazima ubakishe na ile ratio ya 1:7. But kama hautaki kuhatch unataka kuuza tu mayai ya kienyeji unaweza toa jogo wote huku watataga. Huku anaweza taga bila jogo. Ndio? Jogo ikichangia mahali kwa kutaga. Jogo inafanya ni kufertilize tu ile mayai. So unaweza toa jogo wote uwape pellets, kienyeji pellets, alafu wale wa kike wape na layers mash watakusaidia mayai vizuri. Alafu wale jogo wenye unataka kuuza kama ni ukiwapea kienyeji pellets watagrow. Umeelewa? But kama unafuga for meat exclusively unataka soko ya nyama peke yake, kuna option unaweza anza kulisha na broiler starter for 2 weeks peke yake. And then after 2 weeks to 8 weeks unawapea layer chick crumbs. Sawa? From wiki ya pili mpaka wiki kuna layer hitaji grower. Unaelewa? Kama unaenda meat hauhitaji grower. Ukitoka mwezi ya pili unaingia kienyeji pellet mwezi wa pili. Kama hizi kalamu unajua ndio zinafanya